Jana tungeanza kujifunza namna ya kutembea katika uungu, how to walk in divinity or in supernatural. How to walk in supernatural. How to walk in supernatural. How to walk in divinity. Ya namna ya kutembea kwenye uungu, kwenye viwango vya Mungu au kwenye maisha ya Mungu. Nitakuwa na dakika kama 30 hadi 45 tu, tutakuwa tumemaliza kila kitu, ila nitakupa dozi ya kutosha. Hii wiki yote lengo langu ni kwamba nikija kumaliza, wewe sio mtu tena wa kuomba miujiza. Wewe ni mtu wa kuifanya miujiza itokee. Sema amen. Nitoe tu mrejesho. Jana wale walioko ibadani Jumapili niliwaambia nilikuwa na wito kituo kikuu cha polisi hapa Dar es Salaam Central kwa ajili ya kuwapatia ufafanuzi wa zile nabii mbili nilizotoa kuhusu nchi tarehe 4 mwezi wa 5. Kwa hiyo nilikwenda nikawapatia ufafanuzi na tukatoka kwa kuchelewa, mpaka muda kama huu tulikuwa tujatoka. Kwa hiyo nikachelewa kwa hii ibada. Kwa hiyo wale waliokuwa na wasiwasi labda kwamba nimetekwa, nimepotea, nimepatwa na baya, mimi hayo hayawezekani. Neno la Mungu limeshanipa uhakika mabaya hayatanipata mimi, wala tauni hata ikaribia hema yangu. Bwana atanilinda na mabaya yote tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo mimi ninalindwa hadi milele. Sina wasiwasi. Kama vile milima izingiravyo Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyonilinda mimi na kuniokoa. Kama haitoshi, Ezekieli 2:5 Mungu amenihakishia, ameniambia atakuwa ukuta wa moto kunizingira na utukufu ndani yangu. Kama haitoshi, Ezekieli 2:10 Mungu ameshaniambia anigusae mimi anaigusa mboni ya jicho lake. Unaweza kaelewa mtu akigusa jichoni? Anayeweza kumgusa Mungu jichoni afanye mazoezi ya vitendo. Lakini kwa mimi niko salama, mkono wa Mungu ni harisi. Zaburi ya 91 ni harisi kwenye maisha yangu. Maisha yanakwenda na tunavuka. Leo ni siku ya ngapi? Ya 9 ya mfungo wetu. Kwa nilikuwa naondoa watu mashaka, maana nimepigiwa simu nyingi sana. Watu wanataka kujiridhisha, inaita, anapatikana. Nipo, inaita na itaita mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo hayo ya hofu weka pembeni. Mimi nipo. Wanaopaswa kuwa na hofu ni wahalifu, majambazi, wezi, wahaini. Mimi ni mhudumu wa Injili, sina wasiwasi. Niliitwa niwaeleze mambo ya rohoni kwa namna ya mwilini. Nikakosa namna ya kuwaelewesha kwa sababu wao ni watunza amani na walinzi wetu. Ukieleza mambo ya rohoni kidogo ni lugha mbili tofauti, lakini walitaka warao niwaeleze hivyo waandike warao. Kwa nikawaeleza hivyo rohoni, wakaandika lugha ya rohoni kwa namna ya mwilini. Kwa hiyo leo tunaendelea. Wale ambao mkuniona jana, msiwe na wasiwasi. Niko vizuri kabisa. Sina kirema, sina shida yote. Sijayumba, niko vizuri. Kwa hiyo amani iwe nanyi. Sasa leo tunapoanza kuhusu kutembea katika uungu, nitazungumza na wewe kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 na 20 hadi 28. Mwanzo 1 mstari wa 26 hadi 28. Naweka msingi wa namna gani utakuwa mtu wa miujiza, mtu wa ajabu, mtu anayefanya mambo yasiyowezekana, mtu anayeweza kuwakabili simba na dubu na akawaua, mtu anayeweza kumkabili Goliath na akamuua. Sema amen. Sio anakimbia na kujificha, anamkabili Goliath na Goliath anakwenda chini. Mwanzo 1:26 maandiko yanasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura, wakatawale samaki wa baharini na ndege na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Kwa pamoja, wewe unasoma hapo 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Tuko sawa? 28. Mungu akawabarikia hao aliowaumba hao,
Akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hiyo ndo mistari yangu mitatu, 26, 27 na 28, Mwanzo moja, ambayo nitakufundisha leo. Tunapoanza kutembea katika uungu, walking in the supernatural, to be men and women of miracles, signs and wonders, men who don't fear anything but God only. Watu wa namna hiyo hawazaliwi bila siri. Na sasa naanza kumegea siri ya nguvu, siri ya ujasiri, siri ya kujiamini na siri ya kutembea na Mungu. Sema amen. Kwa leo tutaongea kipengele cha kwanza. Tumeumbwa na uungu, au tumeumbwa tukiwa tayari na uungu. We are created supernatural beings. We are created as supernatural beings. Yani kwa namna Mungu alivyotuumba tayari uungu tunao. Sio kwamba ukifunga siku 30 bila kula au 40 au 21 ndo uungu sasa unaupata. Tuna uungu tayari. Yale matendo ya kutafuta Mungu na mengine yanakuwa ni kwa ajili ya kuboost. Ni kama battery tayari ipo, labda imepungua moto, unaiboost kwa kuicharge. Lakini haimaanishi unaumba battery au unaumba nguvu ya battery. Sisi pia tumeumbwa tukiwa na kila kitu. We are complete and we are 100% supernatural. Hallelujah. Sisi ni viumbe vya kiungu, sio viumbe vyenye mwili. Ni viumbe vya kiungu ila vilivyovaa mwili. Kwa nini? Namba moja, kwa nini nasema kwamba sisi tumeumbwa tayari tukiwa ni miungu katika mwili? Ni watu wenye asili au aina ya alichonacho Mungu. Sisi ni kama Mungu tu. Mungu mkuu anakaa mahali pake na sisi ni akina Mungu wadogo wadogo. Amini usiamini, tulichokibeba ndani, ulivyosukwa ndani, wewe sio mtu wa kawaida. Ukawaida umekuja kwa sababu tangu umezaliwa umekuta maisha ya wanadamu, kaka, dada, mama, njaa, ugomvi, vurugu, shida, yakaua ule uungu ulionao ndani. Ila wewe kiuhalisia wa ndani ni mtu hatari, na huyo ndo ambaye nataka kumfunua leo John. Haleluya. Kwa hiyo sasa sasa sisi tumeumbwa sasa tukiwa na uungu tayari. Ninachokifanya ni kama na kufunua wewe ujitambue, ujielewe thamani na uzito ulionao. Cha kwanza, sisi tumezaliwa na Mungu. We are born of God. Tumezaliwa na Mungu, yani Mungu ndo ametuzaa. We are born of God. We are God's own idea and supernatural understanding. Sisi ni mazao ya akili ya Mungu, hekima ya Mungu, ufahamu wa Mungu, ubunifu wa Mungu, akili isiyochunguzika ya Mungu ndio iliyotuumba. Hakuna mwanadamu aliyejitengeneza, hakuna mwanadamu aliyetoa maoni nitengenezwe kwa staili hii, Kuna Mungu mwenye akili isiyochunguzika, mwenye ufahamu usiochunguzika, hekima yake isiyoelezeka, Mungu ambaye hata upumbavu wake una nguvu kuliko hekima ya wanadamu. Huyu Mungu ndo aliyekaa chini akaja na wazo kwenye mstari wa 26 akasemaje? Na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Aliyesema na tumfanye mtu si Adamu. Aliyesema na tumfanye mtu sio Eva. Aliyesema na tumfanye mtu ni Mungu mwenye akili ambayo haichunguziki, mwenye hekima isiyopimika, mwenye ufahamu unaopita akili zote na fahamu zote. Huyu Mungu wa ajabu ndo aliyekaa chini akasema kiwepo kiumbe kinaitwa mwanadamu, kinaitwa mtu. Alisema mtu na tumfanye mtu. Hilo neno mtu lishike sana, tumfanye. Kwa hiyo jambo la kwanza, kwa nini ni rahisi na ni kawaida wewe kutembea kwenye miujiza, kuwa mtu wa maajabu, mtu ambaye anaweza akabadilisha chochote wakati wowote, cha kwake, cha familia, cha ukoo, cha nchi, muda wowote, ni kwa sababu wewe na Mungu tofauti yenu ni kwamba wewe ulizaliwa mahali fulani, ukakulia, umefuata mchakato wa ukuaji, huo mchakato umekuyumbisha, umekupunguza makali mpaka umekuwa mtu kama watu wengine. Lakini kiuhalisia wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo wewe ni zao la Mungu. Mungu ndiye aliyekuzaa. Umezaliwa na nini?
Na kwa mjibu wa Biblia, kitu kikizaliwa na Mungu tayari kimeshashinda vilivyobaki. Narudia tena, kwa mjibu wa Mungu. Nimekuelezea kwamba sisi tumezaliwa na Mungu, na ushahidi nimekupa. Hiki kipengele cha kwanza cha Mwanzo 1:26 kinasema Mungu akasema na tumfanye mtu. Kwa hiyo mtu hakujifanya, mtu hakujitengeneza, mtu hakukaa chini akasema mimi naona iwe hivi na hivi. Mtu ni wazo la Mungu 100%. Ni Mungu aliyeona kwamba kiwepo kidude kama ambavyo kuna mbwa, kuku, bata, kiwepo kijamaa kinaitwa mtu. Kiwepo kijamaa kinaitwa mtu. Kwa hiyo wewe na mimi hatujajileta duniani. Ni Mungu kwenye akili zake nyingi na kwenye ufahamu wake usiochunguzika na anayeona hadi mwisho wa mambo yote, aliona kiwepo kiumbe kinaitwa mtu. Kwa hiyo Mungu hajawahi kutengeneza vitu vya hovyo hovyo. Naweza kumwekea dhamana Mungu kama kiwanda. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa watengenezaji wa simu wanakupa guarantee, anakuuzia simu yake labda iPhone au Samsung au hata Itel au whatever Tecno, anakuambia una warranty ya mwaka. Ikitokea imeharibika ndani ya mwaka, rudisha hapa, tutakutengenezea bure au tutakupa nyingine. Watengenezaji wa vitu vingine vya hovyo hovyo ambavyo tunaviamini na kuviheshimu, simu, TV, speaker, mic na kadhalika, wote wanakupa guarantee. Guarantee maana yake ni hati ya kujiamini ya mtengenezaji. Anajua alichokitengeneza hakiwezi kuferi ndani ya huo muda mchache. Sasa kama wanadamu na viwanda vya kidunia vinaweka guarantee, usiniambie Mungu aliyeumba wanadamu akawapa akili za kutengeneza viwanda, yeye anazidiwa na viumbe vyake. Automatically we are super beings. Sisi ni viumbe vya ajabu kuliko unavyofikiri. Sisi sio wa mchezo. Sisi sio wa kwenda mahali ukapotea kama kuku. Hamna. We are super beings. We are supernatural. We are powerful than ever. Na kadri uchokozi unavyotokea, ndo uungu unatutumuka, uungu unatokea. Ukikaa comfortable unakuwa mtu unanenepeana, unakuwa kama Yeshuruni, unawanda. Ila zikitokea fujo, uungu unatoka nje. Kwa hiyo sisi ni zao la Mungu mwenyewe kwa mjibu wa neno. Sasa toka hapo, kwa mjibu wa neno kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:4 inasema kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Yaani kitu ambacho Mungu alihusika kukizaa, kitu ambacho Mungu alihusika kukitengeneza, kitu ambacho Mungu alihusika kukileta kwenye uhalisia, kimeshaandikiwa kushinda. Sio kinashindana. Yaani kikiingia kwenye mashindano yoyote, wote mlioingia mnaanza kutafuta nafasi ya pili baada ya chenyewe, kwa sababu kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Someni kwenye screen, ndio maana tuna screen. Na maana kila kitu, sema kila kitu, akiwemo mtu, kilichozaliwa na Mungu ushinda. Sio ushindana na ulimwengu, sio upambana na uvunjifu wa haki na uonevu, sio upambana, ni ushinda. 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 Najaribu kueleza sisi we are winning machines, winning tools of God. Silaha za ushindi za Mungu. Sisi ndo silaha zenyewe za ushindi wa Mungu. Tumeumbwa kushinda. Mtu mmoja aseme tumeumbwa kushinda. Chochote kinachopita kwenye mkono wa Mungu akakigusa, akakifinyanga, akakitengeneza, tayari kimeshashinda kwenye jambo lolote alichokituma. Sio kwamba kitashinda siku kishindana. Siku mashindano yakija ni kukamilisha ratiba. Ni kama yule nyoka wa Mungu aliyemtengeneza kutoka kwenye fimbo ya Musa. Sema nyoka wa Mungu aliyemtengeneza kutoka kwenye fimbo ya Musa. Mwanzoni ilikuwa fimbo kwa miaka kadhaa. Siku moja akasema niazime fimbo yako, tupa chini nifanyie vitu. Nataka kuumba kitu kutokea kwenye fimbo. Alipotupa fimbo chini ikageuka nyoka. Musa akasema akakimbia, acha woga, njoo ushike mkia. Aliposhika mkia ikarudi kwa fimbo. Akasema rudisha chini, labda unaweza kufikiri bahati mbaya. Nyoka. Dude likaamka, Black Mamba. Akashika mkia likarudi. Akasema sasa una silaha.
Hii silaha haijafanywa na mkono wa mwanadamu. Hii silaha ilipopelekwa Misri ikatupwa mbele ya wachawi. Wachawi nao wakatupa, wakasema na sisi uhungu tunaufahamu. Wakatupa za kwao. Tofauti ni hii. Wale nyoka wa wachawi waliokuja kushindana na nyoka wa Mungu. Nyoka wa Mungu. Nyoka wa Mungu. Nyoka wa Mungu. Waliokuja kushindana nyoka wa Mungu, wao walikuwa wana uwezo wa kugeuka nyoka ila hawana akili. Nyoka wa Mungu ana akili ya ziada. Akishageuka nyoka, ana akili pia ya kumeza. Anakamata nyoka mmoja, anakamata wa pili, nyoka wa mauaji anamkamata, nyoka wa kuvunjifu wa haki anamkamata, nyoka wa rushwa anamkamata, nyoka wa uharibifu anamkamata, na mwachilie nyoka wa Mungu. Nyoka wa Mungu ameze nyoka wote. Nyoka wa wachawi wamezwe, nyoka wa waganga wamezwe, nyoka wa wanasiasa wamezwe. Hey, mezwa. Na ninaokota fimbo yangu na kwenda zangu nyumbani. Karabasha kata. Hereka paseteta. Hey! Nacheza na kila kichoumbwa na Mungu. Mungu akiumba nyoka, huyo nyoka ni automatic, ana akili za ziada. Sio mpaka umwambie sasa nyoka, angalia wenzako wamekuzunguka, usijiongeze. Hahitaji maelekezo. Yeye mwenyewe ana maelekezo. Ana roho ya Mungu ndani. Hakopra hatekazuve hata. Kama nyoka ana maelekezo, mimi nina nini sasa? Yesu anakaa ndani yangu. Ai! Mtu mmoja aseme amen. Amen. Kwa hiyo kitu kikizaliwa na Mungu kimeshatengenezwa kushinda kabla mashindano hayajafanyaje. Ndio maana siku ulipookolewa uliingia kwenye familia ya watu ambao huwa washindwi. Watu ambao mapambano yote yanayokuja ni marudio. Vita zote zinazokuja, ndio maana msikia mtu kama Daudi aliyetengenezwa anasema ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima. Anaelewa mimi hayanihusu. Hayanihusu. Wajapotekwa wengine hayanihusu. Hayanihusu. Haleluya. Anajua. Anasema na hapo nitatumaini. Na hapo nitatumaini. Anasema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Zaburi 46:2. Kumbe wakati nchi inapokuwa inabadilika huwa kuna woga. Nimekamata revelation hapo. Kumbe nchi inapokuwa inabadilika kunakuwa na hali ya woga. Ukiona hali ya woga ndio nchi inabadilika hivyo. Kwa anasema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Ukiona nchi inabadilika, watu wanaingiwa na hofu, ndio nchi inabadilika hivyo. Tunatoka Tanzania ya zamani, tunaelekea Tanzania mpya kwa neno la Bwana. Kumbe ni kila kitu kwenye Biblia. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika. Kumbe wakati nchi inachukua umbo, inakaa mahali pake, ili watu wafurahie rasilimali, ili watu wafurahie kila kitu chake, haki iwepo, uhuru wa kuongea uwepo. Kumbe huwa kuna hali ya woga fulani. Sisi ambao tunajua kwamba ndio mchakato, hatutaogopa. Biblia haijaacha kitu. Haijaacha kitu. Kwa hiyo nimegundua sasa, kumbe sisi tuliozaliwa na Mungu hatushindani, tunashinda. Hatushindani, tunashinda. Hatushindani, tunafanyaje? Angalia Yohana 3:31. Maandiko yanasema Yesu aliyezaliwa kutoka juu alijikuta automatically yuko juu ya vyote. Yohana 3:31. Ukitokea juu, ukizaliwa kutoka kwa Mungu aliye juu, hauna mshindani. Unakuwa juu ya vyote. You are controlling other things. All things are under your control by the power of the Holy Ghost. Yohana 3:31 inasema yeye ajaye kutoka juu, hajaumbwa hapa chini, hajatengenezewa kwenye mifumo ya dunia hii, hajatengenezwa kwenye vyama vya siasa. Akija anakuwa juu ya yote. Na mwaka huu yuko mtu ajaye kutoka juu. Huyo mtu ni wewe. Huyo mtu ni wewe. Mifumo ya biashara itakutii. Kazi za mikono zitakutii. Mzunguko wa fedha utakutii. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Alafu anasema yeye aliye wa dunia
asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Ananena nini? Watu wanatekwa, watu wanapotea, hali sio nzuri, wanaongea mambo ya dunia. Yeye ajaye kutoka mbinguni juu ya yote, anaongea anachotaka kitokee, sio kinachoonekana. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo kumbe sisi ni zao la Mungu. Ni Mungu aliyesema na tumfanye, sio sisi tulijifanya, sio sisi tulipeleka maombi, hamna, ni yeye. Kwa kama sisi ni zao la Mungu, cha kwanza tumeshawekewa kushinda. Yaani matatizo yote unayoona kwenye maisha yatakushinda siku ukisema hivi, nifungeni mwenyewe nimejireta. Ila ukisema nakataa, yenyewe anajua kabisa mshindi amegoma kushindwa. Aliyepewa uwezo juu yetu ameamua kutushinda. Kama unanielewa unasema amen. Hey. Kwa hiyo sasa mwambie jirani yako, sisi ni wazo la Mungu. Aliyesema na tumfanye mtu ni Mungu, alikuwa anajadili kwenye utatu wake, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, the Godhead. Halmashauri ya Mungu ilikuwa inajadili tumfanye mtu. Kwa hiyo sisi ni wazo la Mungu, alinaga mpinzani. Yaani Mungu akiwaza kitu amemaliza kazi. Nakupa siri, Mungu akiwaza kitu kazi imeisha. Hiyo unaweza kaiandika na ushahidi wa maandiko ninao. Mungu akiwaza kitu, hiyo ni kazi iliyofanyaje? Iliyokamilika. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Wafilipi 1:6. Maandiko yanasema kwa maana yeye aliyeianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza. Kwa hiyo Mungu anapoleta wazo, hilo wewe unaliita wazo, ila mbinguni anaita kitu kilichokamilika. Ndio maana wameweza kuthubutu hadi kushare na wewe. Mungu anakupa wazo la siku 50 za mfungo. Mbinguni mfungo umeisha, ila wewe unaingiziwa wazo la nini mwanze. Kwa hiyo unaweza kusema leo tuko siku ya 8, sisi siku ya 9. Ila kiuhalisia mbinguni wanauhakika tunatoboa siku 50 vizuri. Na kila kinachopaswa kuzaliwa ndani ya huu mfungo kimeshapatikana. Sisi tunatimiza tu wajibu wa nje, ila rohoni nguvu ya siku 50 za mfungo imeshazaa kitu. Ndio utaratibu wa Mungu. Ukija kuingiziwa wazo wewe, wao wamemaliza. Yaani Mungu ni kama director. Ana movie nzima, ila anakushirikisha wewe mwigizaji, anakupa maneno. Sema hapa, Matrida, ukuogopa. Rudia tena take 1. Matrida, ukuogopa. Rudia tena, Matrida, usoko hujacheka kidogo. Kunja uso kidogo. Matrida, haukuogopa. Yeye director hayo maneno anayo kabla hujayasema wewe. Kwa sisi duniani tupo kama wacheza movie. Director wetu ameshamaliza kila kitu. Hata Tanzania mpya isha. Tunasumbuana tu huko. Tunapotezea na muda tu. Kwa sisi ni wazo la nani? La Mungu. Lakini cha pili, sisi ni zao la akili na hekima ya Mungu. Sisi ni zao la akili na hekima ya Mungu kwa sababu tumezaliwa na Mungu. Ili Mungu aumbe, Mungu anatumia mawazo yake. Ili Mungu aumbe, anatumia akili na hekima yake. Lakini ili Mungu aumbe, Mungu anatumia nguvu zake. Kwa wewe hapo ulipo, kwa nini ni jitu la rohoni? Kwa nini wewe ni Mungu unaotembea? Cha kwanza, wewe ni zao la Mungu ambaye ni roho. Wewe ni wazo la Mungu ambaye ni roho. Mungu ambaye ni roho alikaa chini rohoni, kwa sababu roho ziko rohoni. Akaja na wazo la mtu anaitwa wewe. Kwa hiyo wewe kwa wazo wewe ni roho. Wewe una asili ya kiungungu. Yaani wewe ni aina ya mawazo yanayopita kwenye kichwa kikubwa cha Mungu. Yaani ulipata unafaa. Wewe sio wa kawaida. Mungu hapitishi vitu vya kijinga kwenye kichwa chake. Kwa hiyo kwa kuwa tu wazo la Mungu, wewe ni jitu la kiungu. Namba 2, wewe ni nini nimesema pale? Wewe ni zao la akili na hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni ya kiroho, akili za Mungu ni za kiroho. Kwa hiyo moja kwa moja wewe ni wa kiroho. Lakini 3, Mungu anapoumba mtu anatumia nguvu. Nguvu za Mungu zinahusika kutengeneza mtu ambaye ataweza kufanya majukumu yote na vitu vyote alivyomuumbia. Kwa hiyo wewe ni zao la nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu, akili ya Mungu, akili na hekima ya Mungu, alafu pia ni zao la mawazo ya Mungu. Kwa by that hata ningeishia hapo. Wewe sio mtu wa kawaida hata kidogo. Hakuna deni linakuzidi nguvu. Hakuna deni linakuzidi nguvu. Ni wewe umejiregeza tu unataka ufungwe. Alipo. Hakuna ndoa ambayo inaweza ikavunjika wewe umeolewa umo, labda utaki.
Sio niambia mume wangu mjui tu vizuri, mume wangu anapiga vibaya sana. Wewe unaweza ukaifunga hiyo mikono. Ni wewe tu umeamua kupigwa. Hata Yesu aliamua kupigwa, anageuza huko. Sio kwamba hawezi kuikamata mikono ya mpigaji. Mimi nimekataa kupigwa, apigwe mtu hapa. Ukileta mkono na uvunja, ukawe fundisho kwa wenzako. Mtu mmoja aseme amen. Sio kila mtu anapigwa. Kipimo unachotaka kunipimia na kupimia mimi cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa, yani nakupa multiple effect. Hamna, mimi mambo ya kupigwa ni hamna. Apigwe mtu hapa. Unipigi sirini, unipigi waziwazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Ndivyo ulivyo wewe pia mwanangu. Ndivyo tulivyotengenezwa na mbingu. Unakuwa ulichoamua. Yesu muda wote ambao alikuwa hajaamua kukamatwa, walipokuwa wakija wakiuliza tunamtafuta Yesu, nani ni Yesu? Yesu akisema ni mimi, hata bila kupambana nao. Biblia inasema wanapigwa na nguvu ya Mungu ya utambulisho, wanaanguka chini. Wakainuka mara ya pili wakakuta panga zao. Akasema vipi, mbona siwaelewi mnaanguka? Mnamuuliza nani? Yesu. Akasema ni mimi. Biblia inasema akasema ni mimi. Akasema mweleka wa pili. Baadaye Yesu akaamua kujikabidhi. Akasema sasa ni saa ya giza na ya utendaji wa ufalme wa shetani. Kwa Yesu ndo akatangaza hali ibadilike. Mimi sijatangaza. Ni mimi. Mimi bado niko kwenye ni mimi. Ule waya wa umeme ambao uonekani ni mimi. Ile nguvu inayosukuma watu chini ni mimi. Mimi nabaki na hiyo mpaka tutokee kule upande wa pili. Mimi sibadilishi. Hakuna siku utanisikia jamani maisha haya unaweza ukawepo leo kesho usiwepo, hali ya mambo haieleweki, tuombeane. Amna. Mimi nipo. Mtu mmoja aseme amen. Namba 2 tuko kwenye nani yetu ya kwanza msingi. Utu wa mtu au upande wa roho, the spirit man. Utu wa mtu au upande wa roho, kwenye mabano the spirit man. Twende Mwanzo 1:26 hapo tusome tena. Nisaidie miwani yako ya kusomea. Mungu akasema na tumfanye, kaa hapo mtu. Na tumfanye mtu. Huyu mtu ndo ana hutu. Tunapoongelea hutu tunaongelea mtu. Sasa nataka nikufafanulie kuhusu mtu. Moja. Mtu ni yule wa ndani anayeishi kwenye mwili kwa ajenda na kusudi maalum alilopewa duniani. Yule wa ndani anayeishi kwenye mwili kwa ajili ya ajenda na kusudi maalum alilokuja kutimiza duniani. Watu wengi hawamjui mtu. Mtu sio hili kasha. Hili inaitwa mwili wa marehemu. Inaitwa mwili wa mtu. Yaani mwili wake uliharibiwa vibaya, huyu aliyeharibiwa mwili yeye ni nani? Mwili wake unamuuma. Kwa hiyo huyu anayeumwa na mwili wake ni nani? Mwili wake wote una majeraha. Huyu ambaye mwili wake una majeraha, yeye ni nani? Ndo anaitwa mtu. Wamegundua matatizo mengi kwenye mwili wake. Okay, huyu ambaye wamegundua matatizo mengi kwenye mwili wake, yeye ni nani? Yuko wapi? Ukiwa jinga unasema yani leo mkono wangu umevunjika. Sio mkono wako. Yani wewe sio mkono. Wewe unaweza ukauunga huu mkono uliovunjika, wewe wa ndani ambaye haonekani. Wewe ni pumzi ya Mungu, wewe ni uhai wa Mungu. Wewe ni kiumbe chenye 100% ya kila alichonacho Mungu, wewe wa ndani. Ndio maana ukitoka wewe, huyu wa nje hana kazi. Wanasema yani ukimwangalia ni kama yuko hai. Yani kifo jamani. Yani hapo ndo namwangalia yule kasha. Yeye original kesha ondoka. Huyu aliyeondoka ndo mtu. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anasema na tumfanye mtu, alikuwa aongelei mwili kwanza. Huu mwili ndo unaogopa. Huu mwili ndo una hofu. Huu mwili ndo ambao waharibifu wanauwinda. Yesu alisema msiwaogope wauao mwili, ila wasiweze kuwa na roho pia. Bali mimi nitawaambia mtakaye muogopa. Muogopeni Mungu anayeweza kuwa mwili leo
na akaichukua roho na akaitia motoni milele. Huyo ndo wa kuogopa. Mungu alishakataza tusiogope wauao mwili. Ukiogopa wauao mwili ni ushahidi hautii neno. Unanielewa? Unanielewa? Ukiogopa mambo si nitakufa, wataniua hata, yani wewe ni ushahidi hujui neno. Hayo yote tulishakatazwa na Yesu. Hamna mambo ya kuogopa vitu vya ajabu ambavyo hata wapagani wasiojua Biblia wanaogopa. Ni vitu vya ajabu sana. Pointi yangu iko wapi? Mtu, na tumfanye mtu. Huyu mtu ni roho. Ni ule wa ndani asiyeonekana ambaye huwa anatoka baada ya kumaliza kazi yake duniani. Au wengine hata kazi wanakuwa hajamaliza, ila kwa sababu hawajui haki zao, anatokea mtu mmoja anawakatiza uhai. Inaitwa kukatiza uhai. Amekatiza uhai wake. Amemuua, ameuawa na mume wake. Mume wake alimbamiza ukutani akaanguka akafa. Mume wake alimchoma kama mkaa. Mume wake alimwekea sumu akafa. Mimi vyote hivi haviwezekani kwa sababu nina ndoto. Kuna mahali nakwenda. Unitoi humu ndani, unitoi humu ndani nilivyo. Mimi niko anayeongea ndo mimi sasa. Huyu wa nje ni mshika maiki wangu. Hakuna anayenifahamu vizuri. Wote wanajua huyu. Watu wote wanaona picha za huyu. Zikipigwa picha zinaonekana picha za mshika maiki. Yule wa ndani, jasusi la mbinguni, jitu kutoka kwenye moyo wa Mungu. Hilo ulifahamu? Hilo ni kirara huwa linatoka kwenye mwili, linachungulia Tanzania nini kinakuja. Alafu linakuja linasema inakuja hii. Watu wanasema njoo tuelezee. Lakini hiyo haitazuia yasitokee. Mimi ninajifahamu ya kwamba mimi sio huyu. Wewe pia uko hivyo hivyo. Sema wewe unafikiri ninakwenda kulala, taonana kesho, mlale salama, taonana asubuhi. Mimi sionani na mtu asubuhi. Mimi ninaraza mwili ili upate mapumziko, kesho niutumie kwa kazi. Alafu mimi natoka nje ya mwili sasa. Yaani mimi na wachawi hatuna tofauti. Wachawi tofauti yetu ni kwamba wao wanakula nyama za watu. Tofauti yao ni kwamba wao wanadhuru watu. Mimi ni mchawi aliyeendelea. Mchawi wa mambo ya maana. Mimi nikitoka na kwenda kwa mshirika mwenye matatizo, ninatamka neno, kesho ukiamka hali yako ibadilika. Anasema nilikuota baba ulikuja kabisa ukanitia moyo. Uliniota. Nilikuja. Na wewe uko hivyo hivyo. Sema wewe umeamua iwe inatokea kibahati mbaya. Ndio nasema siku moja, yani leo nimeota hiyo ndoto, tunatembea pembeni mwa barabara, gari likaturushia tope. Huyu aliyekuwa anatembea pembeni mwa barabara, huyo ni wewe sasa. Lile lilokuwa limelala nyumbani lile, sio wewe. Wewe ni mtu. Siku utakapojua kwamba wewe ni mtu, wewe sio huyu. Ndio siku utakapoanza kuwa mtu wa miujiza. Mungu akufanya mwili, alifanya kwanza mtu. Anasema na tumfanye mtu. Uungu wako kuanza kufunction kwenye viwango vya juu na kuwa jitu la miujiza. Ukitamka vitu vinatokea. Ukifunga vitu vinafungika. Ukiamuru matukio yanaanza. Ili ufike hapo ni lazima awe ni yule wa ndani ndo anayetamka, ambaye ana asili ya Mungu. Yaani ni copyright ya Mungu 100%, sura na mfano wa Mungu. Huyu akisema vitu vinatokea. Ila huyu wa nje anasema hali inavyozidi kuwa mbaya jamani. Huyu wa nje anaongeaga matatizo. Huyu wa nje anaongea sina hela, sijui leo tunakula nini. Yaani jamani tarehe zinakaribia na kodi sina. Huyu wa nje yeye anaongeaga matatizo yaliyomzunguka. Sasa jiulize wewe huwa unamsikiaga nani anaongea ukiwa unajisikiliza. Utagundua wewe wa nje amekuzidi nguvu. Yaani leo tunalala njaa, Mungu anatuona lakini hajatusaidia. Huyu anayeongea hivi mnalala njaa. Yule wa ndani anaelewa kwamba hata kunguru anaweza akaleta nyama. Siku utakapoanza kuishi kwa kutumia wa ndani, ndio siku utakapoanza kutembea kwenye uhungu. Ndio maana yule wa ndani anaweza akawa hana passport, hana hata hela ya kupanda ndege, lakini anaota alikuwa kwenye ndege. Kwa sababu yule wa ndani azuhiriki, anapanda ndege bila passport. Wa ndani anaweza akaota yuko Ikulu na rais. Nikaona tumepanga mstari hivi, rais akawa anakuja, nikawa nafurahi, akanisalimia, akaniongelesha, akanijua hadi jina. Yule wa ndani anakwenda hadi Ikulu ambako kawaida uendi. Ukienda na umri unarudishwa. Unakwenda wapi wewe jambazi? Tatizo lako ni kwamba unaishi sana kwenye huu mwili, ndio maana haufaidiki na uwezo wa Mungu wa ajabu ulioubeba.
Mungu hakufanya mwili kwanza, alifanya mtu kwanza. Mtu ni nini? Roho. Mwambie jirani yako, mtu ni roho. Yaani wewe usije ukawafanya kosa. Watu wengi wanasema hivi, sisi ni wanadamu, kuna roho iko ndani yetu. Wasije wakaitoa roho yako, watoa roho. Huo ni uongo. Ukweli ni huu, wewe ni roho. Nisikilize mimi. Sikiliza kwanza ili uelewe. Hiki ndio kinachoniweka mjini. Wewe ni roho. Roho ni wewe. Mwili ni makazi yako. Yaani kama ambavyo unafungua nyumba unaingia kwako. Ukifunga mlango ukawa ndani ya nyumba, au sema mimi ni nyumba. Unakuwa unasema mimi ni Agata na nimejifungia ndani. Kwa wakianza kubomoa nyumba, usemi wananibomoa. Hujanielewa bado. Kwa hiyo Mungu aliumba mtu kabisa. Roho sio hewa. Watu wengi wanafikiri roho ni hewa. No, roho ni mtu kabisa. Ana size kama ya mwili wako. Mimi roho yangu na mwili wangu vinalingana. Na roho yako na mwili wako, yani kama wewe ni mrefu kama huyu ndugu, na roho yako ina urefu huo, upana huo, unavyokula nje unaumuka na karoho kako hivyo hivyo. Urefu vinalingana. Yani ukiwa unakufa, kama unataka kufa, mimi sifi. Nilishawaeleza. Sifi leo, sifi kesho, sifi milele. Yesu tu ndo atakayekuja kuninyakua kurudi mbinguni. Mimi sifi. Sasa wale wanaokufa wangekuwa anawaeleza uzoefu. Anashangaa kuna mwenzake yuko hapo chini, labda akapigwa risasi, damu zimetapakaa. Alafu huyu anamshangaa yule aliyepigwa risasi. Mbona huyo ni mimi? Ona ubongo ulivyomwagika. Anawaona watu labda waliozunguka hapo, jamani wamemgonga vibaya jamani. Jamani. Watu ni wauaji. Anaangalia. Anatamani kuambia, vipi mbona mnahangaika nawe wakati niko hapa? Asikilizwi, anaongelea rohoni, huku mwilini hayafiki. Kwa sababu kipaza sauti chake kimeharibiwa, ambacho ni mwili. Kwa hiyo wewe sio huyu. Wewe sio hili ganda. Ukiishi kwa kufuata mwili hautaona matokeo. Lazima urudi kwenye mwanzo. Mungu wakati anakumba aliumba nini? Roho yako ambayo inaitwa mtu. Hapo ndo miujiza ilipojificha. Mtu. Wachawi walishamwacha Mungu. Teknolojia ya uchawi ni nguvu za Mungu zilizotoka mbinguni na shetani akafanikiwa kutoka nazo na jeshi lake. Wale wataalamu wa rohoni shetani na malaika walioasi ndo wakaanza kutrain raia. Na kwenye kuwatrain raia ili waweze kuwa wachawi na wasitumie nguvu, shule ya kwanza ni hiyo, kwamba wewe ni roho ingawa una mwili. Kwa hiyo usiku ukitaka kuroga wala usibabaike. Unavua mwili wako, unauacha kitandani, mume wako anakuwa anakuamsha, anatikisa mpaka kesho uamke. Ila wewe uko zako kwenye kikao tayari sehemu fulani. Huyu naye kaja wamekusanyika hapa, roho za watu zimekusanyika zinaamua mambo ya mji. Dar es Salaam haitakuwa na maendeleo. Huu mtaa utakuja kuwa na rami. Makanisa hayatakuwa. Wanaongea sasa hapo kwenye vikao vyao. Huyu mchungaji anajifanya na maombi sana. Tukamroge mke wake, ngumi zianze ili maombi yaishe. Yaani hao ni wao kama roho wamekusanyika kwenye ulimwengu wa roho. Wanaamua mambo yatakayotokea mwilini. Na wewe uko hivyo hivyo. Siku ukiwa unaomba usijione kwamba upo kinzudi unaomba. Hilo ndio kosa unalolifanya wewe. Unapoomba unahama. Unatoka nje ya mwili. Mwili wako unauacha hapa ufanye matendo ya nje, napiga, navunja. Ila wewe unaenda sasa. Ninakwenda kwa mama mkwe ambaye huwa anisikilizi. Nakwenda kwa mwanaume asiyetulia. Namkamata. Narudisha akili yake iliyochukuliwa, narudisha moyo wa upendo ulioondoka. Wewe hapo ndo tayari umeshamfikia, ushamkamata na moyo wa upendo unaurudisha muda huo. Ila ulivyo mjinga, tumemwombea sana. Muombea sana. Mimi napokuwa naombea nchi, nakwenda Ikulu, nimeshafika. Niko bungeni tayari, sekunde hiyo hiyo. Niko kwenye mahakama zote tayari. Niko polisi, niko usalama tayari. Nakwenda ndani ya Chadema, naamuru matukio. Nakwenda CCM, tayari. Wewe tu ndo unayeombeaga chumbani kwako. Sisi wenzako tunahama. Mwambie jirani yako, naanza kuhama. Siwezi kuzidiwa na wachawi. Naweza kuhama mimi. Nilihumbwa na kitu cha ajabu ambacho kinakwenda kokote muda wowote. Hiyo roho yako ndo passport ya kwenda kokote muda wowote bila kusumbuliwa na mtu.
Kama unanielewa unasema amen. Kwa hiyo mtu ni ya muhimu sana uikamate. Kuna tofauti kati ya mtu na mwanadamu. Mwanadamu sasa ndo kasha lako la nje, la kike au la kiume ulilopewa na Mungu. Kama uliumbwa wa kike, lile kasha la nje linaitwa mwanadamu. Maana lazima lizaliwe, ulikope kutoka kwa mwanamke mmoja mwenye damu, mwana Adam. Kwa hiyo mwanadamu ni mwili. Acha nikuoneshe kitu. Nipe Ayubu 14 mstari wa kwanza. Mwanadamu ndo upande wa mwili ulionao. Huu mwili ulionao ndo unaitwa mwanadamu. Ila wewe Arisi ambaye unaucontrol mwili, unauendesha mwili, unasema niamke sasa kumekucha, acha niombe. Huyu anayesema acha niombe ndo mtu. Yule anayeombeshwa kule chumbani mpaka jasho linamtoka ni mwanadamu. Umenielewa sasa tofauti? Lazima hayo uyajue kama unataka miujiza. Unaposema ninatamka uwe mzima, anayetamka kuwa mzima ni yule ambaye anaweza akaenda akaukamata ugonjwa akautoa, akaweka uzima. Ayubu 14:1 inasemaje? Mwanadamu aliyezaliwa. Sasa mtu hakuzaliwa na mwanamke, mtu aliumbwa kwa sura na mfano. Ila mwanadamu anazaliwa. Kwa hiyo mimi na wewe ni wanadamu kwa sababu tuna mama. Yesu naye ni mwanadamu kwa sababu alizaliwa kwa mama yake Mariamu. Sio kama unanielewa? Ukishazaliwa tu una ubinadamu kwa sababu lile likasha lako ulilipata kutoka kwenye tumbo la mwanamke mmoja. Kwa hiyo lakini hilo kasha sio wewe. Wewe ni yule wa ndani ambaye wanawaza kuwa na biashara ya kimataifa. Yule ambaye wanasema ninaotaga ndoto sana, ninasafiri, naota ndoto, ninafanya biashara, na hesabu hela nyingi, yani na hesabu usiku wote mpaka kuna kucha, nikiamka ni kama naziona lakini kumbe ilikuwa ndoto. Huyu ambaye atakuwa na hela anahesabu usiku wote ndo wewe sasa. Sio kasema hiyo ni roho ya umaskini, ni roho ya hela. Hela zipo. Ni swala la kujielewa na kuanza kukimbiza hela ndogo ndogo ulizonazo mpaka ziwe mahela mengi yale. Mimi huwa naona najiona nahubiria watu wengi, mkutano siwezi kuona hadi mwisho. Huyo ndo wewe sasa. Huyu wa nje akiamini na akaelekezwa na akaanza kujengwa, ni swala la muda utakuwa mhubiri wa maelfu ya watu. Huyo wa ndani ndo wewe. Huyo ambaye anaona vitu vya ajabu. Yule wa ndani ambaye anaona hata maadui hawawezi kumshinda, wakimkimbiza anapaa. Maadui wanakuwa chini, yeye yuko juu. Hawamkamati. Huyo ndo wewe sasa. Yaani manake huna mtu anayeweza kuzuia. Uzuiriki. Ila walivyojinga, yani matatizo yamenizunguka, shida nazo tena na tabu, inua moyo wangu Yesu. Kinariaria, kinaimba nyimbo zilizohoza kwa sababu akijui chenyewe ni nani. Wewe ndo yule ambaye wakamatwe anapaa. Wanakuja wanyama wakali anapaa. Toke watu na bunduki na risasi, wanapiga risasi, unashangaa hata moja haijakugusa. Huyo ndo wewe sasa. Ukianza kumwamini yule, hata nje unakuwa unajua kabisa mimi hatima yangu ilishaandikwa. Siwezi kupatwa na baya lolote. Kwa hiyo mwanadamu ni mwili, mtu ni roho. Umenielewa Sasa nikufafanulie kwa mambo niliandika hapa. Cha kwanza, yule wa ndani anayeishi kwenye mwili kwa ajenda na kusudi maalum la Mungu ndo anaitwa nani? Mtu. Mtu ni yule wa ndani ambaye ni roho, anaishi kwenye mwili kwa ajili ya ajenda na kusudi maalum la Mungu. Namba 2, mtu ni anayefanya yote yanayotekelezwa nje kwenye mwili. Mtu ni yule wa ndani anayesema inua mkono, unainua mkono. Unapata wazo wakati wa kuabudu, acha niinue mikono yangu kwa Bwana, ni muabudu Bwana. Yule aliyemwambia wa nje inua mikono, yule aliyekuwa wazo la kuinua mikono, huyo ndo wewe halisi. Yule wa ndani alishainua yake, akiinua yake ya nje nayo inainuka. Ndio maana yule wa ndani akisema anafanya biashara, sikati tamaa, au fungi biashara tena hata kama ulikuwa umeshaamua kufunga, kwa sababu yule ndo original. Yule akisema narudia tena, nachukua tena mtaji mwingine, narudia. Yule aliyesema nachukua mtaji tena, narudia, wa ndani ndo anayemsukuma wa nje kwenda kutafuta mtaji na kuanza biashara tena. Ndio maana maisha yako ndani yako, sio mambo mabaya yanayokuzunguka. Yanayokuzunguka mabaya yote ni sahihi, lakini hayana nguvu endapo wa ndani hajachoshwa. Shetani akitaka kushinda anamchosha wa ndani.
anakuwa mtu ukata tamaa, wa kulialia, kutia huruma. Mimi na roho ya laana, na roho ya ukataliwa, kila ninachofanya akiishi. Unalialia, una kama shetani hajafanikiwa kumzimisha yule wa ndani atampa nguvu huyu wa nje. Unanielewa? Namba 3, mtu ni yule mwenye kumjua Mungu, ni yule wa ndani anayemjua Mungu na kuamini kila picha anayoona ndani. Mtu ni yule wa ndani anayemjua Mungu na kuamini kila picha anayoiona ndani yake. Roho yako ndio inayomjua Mungu, mwili haumjui. Roho yako ndio inayomjua Mungu. Roho yako ndio inayoamini Mungu yupo. Anaweza akanilinda, anaweza akanitetea. Yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho juu yangu. Ndiye aliyeniumba, ana kazi na mimi. Huyo wa ndani asiyeonekana ndo anaamini Mungu. Kwa moyo mtu uamini. Ingekuwa ni tafsiri nyingine, ingekuwa tunarudia kutafsiri, tungesema kwa roho mtu uamini. Alafu usema nje kila alichokiamini ndani kwa mdomo ukiri. Warumi 10 mstari wa 9 na 10. Mdomo huo unasema unachokiamini. Ukitaka kujua mtu ana hofu, unamsikia anavyoongea. Nimeletewa vitisho. Yaani siku hizi maisha yashakuwa kama panya na paka. Ukimsikia mtu anaongea hivi unajua kabisa yule wa ndani amekata. Ila ukitaka kujua jitu ambalo lipo sana, unanisikiliza mimi. Ukinisikia ninavyoongea hivi unajua kabisa hili jamaa vipi hili. Hiyo ndo mfano wa mtu ambaye roho yake ni imara. Mtu aliyeshindwa huwa ashindwi siku akishindwa, huwa anashindwa tangu alipoanza kuongea. Kwa mfano timu inakuja kucheza labda na Simba au Yanga, inaanza kusema tukilinganisha quality ya wachezaji wa Simba na Yanga na timu yetu kwa mchezaji mmoja tayari tushapoteza mechi, ila tutapambana. Ukisikia hivyo, hiyo timu ikipona sana sare, ila kipigo kizito kitaishukia kwa sababu tangia hapo hawana morali. Wako 11 na wako 11 lakini tayari walishasema mzize mmoja ni sisi watatu. Unaona akili zao. Kwa kipigo akiji siku akifungwa magoli, kipo tu kwenye akili yao. Utu wao wa ndani ulishaferi. Shetani asipofanikiwa kumzima mtu, yani wewe wa ndani, hajafanikiwa kuzima wewe. Na vita kubwa ni dhidi ya huyo wa ndani, ili akate tamaa, anyong'onye, achoke, aogope. Alafu huyu wa nje ananyamaza, hataki matatizo. Sasa kitu kingine kuhusu mtu ni muumbaji na mtekelezaji wa yote yanayofanywa mwilini. Mtu ndo muumbaji na mtekelezaji wa yote yanayofanywa mwilini. Mtu ni nani? Ni muumbaji na mtekelezaji wa yote yanayofanywa. Kwa mfano, acha nitoe tu mfano ya ajabu kidogo. Kwa mfano, mtu anataka kuua mtu. Usije ukafikiri kwamba anamuibukia tu, lazima apange mikakati. Huyu inaonekana huwa anakula chakula kwenye kibanda fulani. Tuongee na huyo mwenye kibanda amwekee sumu. Ili kwanza huo mpango umeshapangwa ndani kabla ya kuwa utekelezaji kwa mtu wa kibanda, si ndio? Au mwingine anasema tumtafutie majambazi wamteke alafu wakamuue huko porini. Kabla hawajamteka na kumuua, ulikuwa ni mpango ndani. Huyo wa ndani anayepanga ndo mtu. Kwa hiyo mtu ni muumbaji na mtekelezaji wa yote yanayofanywa nje. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, ungekuwa unatafuta cha kuheshimu kati ya mwili na roho, heshimu roho yako sana. Mwili wako heshima yake ni kwamba una uhitaji ili uendelee kuishi. Huu mwili ukichakaa, ukazidiwa nguvu, unakufa. Kwa hiyo tunautunza ili uendelee kubeba roho zetu. Ila maisha, mabadiliko ya nje yote yanasababishwa na roho zetu. Ndio maana kuna wakati ungekuja mwaka 1900 na mwaka 1700 huku Afrika usingekuta kiti cha plastiki. Uongo kweli? Tumia akili yako basi, hata kama ni ya mkopo, labda ujaje na yako umeazima. Ungekuja mwaka 1800 ungekuta kiti cha plastiki? Ungekuta kigoda, ukijitahidi utakuta kigoda. Kwa sababu ndo kitu pekee ambacho viwanda vya plastiki hakuna madini ya plastiki. Ni watu wanachimba, wanayeyusha, wana process kinakuwa, afu wanatengeneza umbo wanalotaka, si ndio? Sasa wakati huo hiyo teknolojia ya viwanda haikuwepo Afrika, si ndio?
Kwa hiyo wakati huo ungemwambia Mwafrika kuna kiti cha hivi, labda wewe umetoka 2000 na ukaenda miaka 1600 ukarudi nyuma, utawakuta wanakalia vigoda. Naambia mnakaliaje vigoda wakati viti vya plastiki vipo na ni bei ndogo? Hawawezi kuelewa. Ila ukweli ni kwamba hivi vitu kabla havijawa harisi huku vilikuwa ndani ya mtu. Ndio maana ukitaka kushindwa maisha unashindwa ndani kwanza. Na anayeshinda maisha anashinda kwanza ndani, alafu utekelezaji nje unafuata. Ndio maana unamwona Daudi anapigana na Goliath. Ukiangalia kwa ukubwa wa mwili, Goliath ameshashinda. Kwa uzoefu wa vita, Goliath ameshashinda. Si ndio? Lakini kuna kitu kama ndani ya Daudi kanamtia kiherehere. Anasema kuna siku nilipambana na simba nikamshinda. Yule wa ndani sasa. Anasema kuna siku nilipambana na dubu nikamshinda. Huyo Mungu aliyeniwezesha nikafanya vitu ambavyo kibinadamu haviwezekani. Ajafa na leo naweza nikarudia. Ndio maana akasema hata huyo Mfilisti naye Mungu atamtia mikononi, nitampiga na kumuua. Kwa hiyo yule wa ndani kama hajakata tamaa, wa nje ana perform. Ili wa nje asiperform lazima wa ndani akate. Na hata wachawi na watu wengine wanarogaga vya ndani, anaroga akili. Ndio maana usikia kwenye Wagalatia anasema enyi Wagalatia msio na akili. Ni nani aliyewaroga? Maana yake warogaji wanaroga akili. Akili sio kitu kinachoonekana. Lakini pia maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 kwamba yule mchawi Simoni alikuwa anajaribu kumtia yule riwari moyo wa kuiacha imani, moyo wa kuiacha, yani aache kuamini na kujiamini. Kwa hiyo mtu akitaka kuroga wewe uache biashara, sio lazima anye kwenye duka lako. Anakuroga tu moyo wako, unakuwa ujisikii kufungua duka. Kila ukija unasikia kama moyo unakwenda mbio, unaondoka mwenyewe. Naweza nikafa. Mimi niona mambo mengi duniani hapa. Mashambulizi yote yanaelekezwa kwenye mtu wa ndani, kwa sababu huyo akikaza vyote nje vinabadilika. Nyumba zote unazoziona duniani zimejengwa na mtu wa ndani. Hii nyumba kuna wakati haikuwepo inayoitwa kanisa. Kuna wakati nilipata wazo, nikaamini, nikashirikiana na watu wangu wachache nilionao, tukaanza kidogo kidogo mpaka leo inaonekana kuna eneo ni kanisa lile. Halikuwepo. Kuna wakati halikuwepo, na wakati huo huenda na hera haikuwepo. Najaribu kuonesha kwa sababu bila hivi hautafanya mambo makubwa. Ili ufanye mambo makubwa lazima ujue uhalisia wa uhungu ulionao. Kwa Mungu kuumba tu mtu, ushindwi lolote, labda uamue kujishindisha mwenyewe. Acha nikupe mfano. Nelson Mandela wa Afrika Kusini alifungwa miaka 27 gerezani. Miaka mingapi? Lakini lengo la kumfunga ni ili aache kiherehere. Lengo la kumfunga ni ili asije aache hayo mawazo. Anavyoteswa, anavyosumbuliwa, aoni nje, mke, watoto hawaoni. Unakata tamaa, ukitoka unasema kamdomo. Lakini cha ajabu walichokosea, waliufunga mwili, hawakufanikiwa kumfunga yule wa ndani. Ndio maana alipotoka akaendelea na harakati. Sio, umenielewa sasa? Kwa sababu inahitaji uchawi au sijui nini ili kumzimisha wa ndani. Ndio maana utashangaa kwenye nchi kandamizi unaweza kushangaa mtu anauawa, lakini waliobaki ndio wanaanza harakati zaidi. Ule ni mwili wa marehemu. Idea haijafa. Na hicho ndio kitu kibaya. Kwenye nchi zile zinazopambana na magaidi, kwa mfano kama ilivyokuwa Marekani. Marekani amepambana na magaidi wa Al-Qaeda sana. Kwa sababu alikuwa anawaua magaidi. Waliobaki nao wanaendelea. Yani kunakuwa na kama hivi mtu wa ndani akishatutumuka, hata nje kuwe na nini anakwenda. Nimewahi kuona kitu cha ajabu. Ilikuwa 2004 kule Mara kule. Wale watu wanaishi pembezoni ya mto Mara. Mama mmoja alikuwa na katoto kachanga, anafua pembeni mwa mto Mara. Yuko biza anafua, kumbe mamba katoka. Kaenda hadi mtoto wake alipo. Kamchukua mtoto, anaingia naye kwenye maji. Mamba ndo anaelekea kwenye maji
na kichanga chake. Mama wa Kikuria alijitosa kwenye maji. Kuna kitu ndani kiliogopa kufa, cha kufa kilishaondoka. Ana mtoto wake labda huenda ni mwana pekee. Ungekuwa ni wewe una 10 unasema hata hiyo moja sio mbaya, nitazaa tena, mayai bado yapo. Ila yeye huyu mama alijitosa kwenye maji, akamkamata mamba, akaanza kumvuta, anapambana naye mamba mpaka mamba ikabidi aachie mtoto ili apambane na huyu. Mama akakoma naye mpaka mamba akapambana, akaingia kwenye maji tena, akaondoka, mtoto wake akaondoka naye. Ila ukifikiria hiyo hali, ungekuwa ni wewe umepangiliwa. Baada ya dakika 5 mamba anakuja, umepewa taarifa, unaweza kupambana. Ukijitahidi unatoroka, sio kupambana. Nilichotaka nikuoneshe kwamba mtu kama ajavurugwa ndani ana nguvu isiyokuwa, na mimi nawaombea watu wote wanaoonewa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Silaha kubwa ya adui ni woga na kumdidimiza mtu wa ndani. Asipodidimia umekwisha. Nakumbuka kule Tunisia miaka 2010 hivi 10 kule Tunisia kulikuwa na ukandamizaji mwingi. Sasa ikatokea kwamba wale machinga walikuwa wanapigwa, wanasumbuliwa masokoni. Machinga mmoja akakata tamaa, akakata tamaa. Akaona haina maana kwa sababu apati hata hela ya kupeleka nyumbani ya chakula, na watoto 4. Najua Waarabu wanazaa sana, wanaamini kwenye kuzaa mno. Sasa na watoto 4 alafu chakula hakipo. Amekaa amefikiria, akaja na mkakati wa kipumbavu, wa kipumbavu. Akanunua petroli. Akaja mbele ya kituo cha polisi, akajimwagia petroli yote. Alafu akawasha kiberiti, akaanza kuwaka, akawaka. Huko anapiga kelele, sawa sasa acha nife sasa mfurahi. Sawa acha nife, watoto mtabaki nao nyinyi. Huko anawaka, akafa. Waliobaki walipoona huyo mtu kawa hivyo, Mungu wangu, wao wakuja kujichoma. Walifanya vurugu. Unajiuliza mtu waliobaki sasa waliingiwa na ujasiri mpaka yule rais alikuwa anaitwa Beni nani? Sijui nani Beni. Kitu kama Beni something. Akatoroka nchi, akakimbia. Jeshi halina msaada, polisi hawana msaada. Point yangu iko wapi? Kuna namna Mungu amemuumba mtu wa ndani, si wa kawaida. Mtu wa ndani toa woga ni mtu hatari. Ukitaka kundiliza mtu wa ndani, woga. Ondoa woga, mtu wa ndani hazuiriki. Sasa ninakwambia hivyo kwa sababu ndivyo Mungu alivyokuumba mtu, na tumfanye mtu. Ukiamua kukabili chochote bila hofu, tena safari umeokoka, umejaa roho, una neno, unazuiwa na nini? Utafanya mambo ya ajabu duniani. Pokea neema kwa jina la Yesu. Pokea mafuta kwa jina la Yesu. Pokea uweza utokao juu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nitaka uone, cha kwanza tumeona kumbe, kama unakumbuka tulikotoka, cha kwanza tumegundua kwamba sisi tumeumbwa na Mungu, tumetokana na Mungu, tumeumbwa na Mungu. Ni Mungu aliyesema na ni wazo la Mungu. Nafikiri kama umenielewa vizuri hadi hapo uko sawa. Lakini cha pili nikasema mtu, nilikuwa nakufanulia mtu ni nani. Kama uko makini umegundua kumbe wewe sio huyu wa nje ambaye ajui atarara wapi, ajui kodi itatoka wapi. Huyu wa nje wala sio wewe. Huyu wa nje, wewe wa ndani usipokata tamaa unageuza kibao, unapindua meza. Hivi unajua hata kwenye maisha, hata kwenye vita zote, ushindi unakuja pale wa ndani akielewa. Simba alifungwa goli 2-0 na Al Masry kule Misri. Wangapi waliona hiyo mechi? Sasa alipofungwa 2-0 wakatengeneza kauli mbiu inaisha, hii tunavuka. Si ndio? Hii tunavuka. Yaani maana yake nini? Ni kwamba kile kipigo cha Misri sio mwisho. Ingawa wale wana faida ya magoli 2, sisi tunaanzia kwenye 0 mechi inayofuata. Lakini hii haijaisha. Hii bado, hii tunavuka. Kwa wakapeana hayo matumaini ya mashana kila
Kila mahali hamasishana kwenye vijiwe, hii tunavuka, viongozi wakija tunavuka, hii tunavuka, hii wachezaji wanarekodiwa, hii tunavuka. Ile kitu ikawaingia, ile spirit ikawaingia ya kuvuka. Kipindi cha kwanza wamesharudisha goli zote. Dakika 45 zimerudi ambazo walifungwa dakika 90, wao wamezurudisha ndani ya dakika 45. Kwenda kwenye penalty wanajiamini, zote 4 wamefunga, wenzao wamekosa, wamepata kamoja. Nini kiko hapa? Mtu wa ndani kama hajapoteza ile nguvu, ni hatari. Makini uko hapa. Mtu wa ndani kama hajapoteza nguvu, azuiriki, ni hatari. Na vita kubwa ya shetani ni kumdhoofisha mtu wa wapi? Wa ndani, kwa sababu wa ndani akiwa stable, kila kitu kimeisha. Unanielewa? Wa ndani akiwa stable, kila kitu kimeisha. Kesho tutaanzia hapo, tutaendelea kuichambua hiyo Mwanzo 1:26 hadi 28, na nitaanza kufundisha kuhusu nguvu ya baraka baada ya kumaliza vipengele vile vilivyobaki ambavyo sijavigusa leo. Nataka nikuruhusu uende nyumbani, si ndio? Kesho ni siku ya 10 ya mfungo wetu kati ya siku 50. Tutakuwa tumemaliza 10 ya 50. Mungu atatusaidia. Mungu atalisaidia taifa letu. Wewe unawahi mapema saa 10 kamili kwa sababu ndio muda wa kuomba sasa, kuiombea nchi. Huu muda ninao kuja mimi ni kwa ajili ya kufundisha tu, ili kukuongezea maarifa na siri za Mungu. Inua mikono yako tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya 9. Siku ya ajabu ambayo tumeanza kujifunza kutembea katika uungu. Na sasa Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, mimi mwanao ninakushukuru kwa uaminifu wako jana kule nilikokwenda, na neema yako nyingi na mkono mwingi wa Mungu uliokuwa pamoja na mimi. Lakini pia ninakushukuru kwa kunipa nafasi leo nianze kufundisha mfululizo huu. Ninakuomba Bwana, nakuomba Bwana ya kwamba uwepo wako na nguvu zako ziwe pamoja na kila mmoja. Tunapoanza kujifunza hii siri, mtu wa ndani aamke. Mtu aamke. Yule ambaye ni wazo la Mungu aamke. Yule original aamke. Katika jina la Yesu. Uoga, mashaka, hofu, kimbia, nenda mbali. Uharibifu na kuzimu, nenda mbali kwa jina la Yesu. Kila michezo ya giza katika taifa letu, kimbia kila mahali. Wahovu, tawanyika kwa jina la Yesu. Uwezo wa Mungu uende mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Kamata waovu waanguke katika ardhi. Ardhi ya Tanzania, fungua kinywa wameze waovu. Kila wanachokitegemea kiwe mauti yao katika jina la Yesu aliye hai. Baba, naombariki kila anayefunga hapa na maelfu kule mitandaoni. Na ibariki Tanzania. Haki, amani, upendo, uadilifu uwe sehemu ya taifa letu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Pastor Makini, njoo wabariki watu wanapokwenda kumtolea Mungu na wale wa mtandaoni ili waweze kumtolea Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ongera kwa maombi siku ya 9. Mwambie jirani yako ongera kwa maombi. Na wewe wa mtandaoni pia ongera kwa maombi. Leo ikiwa ni siku ya 9. Haleluya. Tunakwenda kumtolea Mungu, na tamani kama sadaka yako pale ulipo. Na wewe wa mtandaoni pia ambaye unatufuatilia kwa Facebook, kwa YouTube, kwa Instagram, na mnatufuatilia kwa njia ya television. Tafadhali, maelekezo ya kutoa sadaka yako yapo kwenye screen yako. Kamata sadaka yako pale ulipo, na Baba ameniambia nitamke baraka juu yako kwa niaba yake. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya kila mkono ambao unanyooshwa ukiwa hapa na wengine wakiwa kwenye mitandao ya kijamii. Ninamwombea kila mmoja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na amrisha baraka ziambatane na wewe, uzae, uongezeke, uenee kila mahali katika jina la Yesu. Eneo lolote la maisha yako ambalo lilikuwa halifanyi vizuri, kuanzia sasa neema ya Mungu ilijilie hilo eneo na uanze kwenda kwa kasi katika jina la Yesu. Na amrisha ustawi kwenye uchumi, ustawi kwenye afya, ustawi kwenye kazi, ustawi kwenye huduma
kwenye afya na kila mahali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuanzia sasa, chochote ambacho kilikuwa kimekwama, kilikuwa kimezuiliwa, chochote ambacho kilikuwa kimezuiliwa, chochote ambacho kilikuwa kimedumaa, na kiamuru kuanzia sasa kichipue tena upya kwa jina la Yesu, kikue tena upya kwa jina la Yesu, kistawi tena upya kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kilikuwa hakizai faida, haionekani, kizae faida kuanzia sasa. Ilikuwa ni kimoja, viongezeke viwe viwili, viongezeke viwe vinne, viongezeke na zaidi katika jina la Yesu. Kuanzia sasa usiishiwe, usikose fedha, usikose watu wa kukusaidia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Wewe hapo je, mtolee Mungu, na wakati unamtolea Mungu sema pia neema, na wale mtandaoni hakikisha unamtolea Mungu kwa kupenda, kwa kufurahi na sio kwa kulazimishwa, kwa hiari. Amen. Njoo mtolee Bwana Yesu. Sema neema pia, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu